wakomizo ni kasoro, walokuwa chatabasha ipata, purukushani kwenye kuturu, we mtoto mama utanimaliza. Hapo ndo unakuwa mtu anambia, baby spendi migogoro, nachotaka mapenzi kupempeleza. Umeniacha mpweke, moyo umeukeleketa, umenifunga kamba, sikutaka upotee. Kisa sina salio, umenikilio, fanya unirudie. Mwenzako tabu nepata kila kukicha, siwezi penda pengine. Tabu etepata moyo sina kimbilio. Sina pesa ila na madem kibao, madanga niachie. Amisa Mubeto, ex wangu wada, alinifanya nilie. Ila nipo single, sina shaka, pombe rafiki mie. Niko likizo, sina mashaka, pombe nachia nyie. Zikizo, mache huyo kashatenda. Kitu kama na hicho. Yo, ladies and gentlemen, welcome again on another blessed exclusive interview. My name is C-The-Boy aka Kaplanoji, na leo in our house tuko na Bido Star. Tutakuwa tuna bonge la refreshment. Nikisema refreshment nimemaanisha kwamba kukumbushana au atatukumbusha kidogo kuhusiana na nyimbo zake zile ambazo zishai kupita kwenye mitandao na mpaka saizi zipo, sema tu zimepotea katika fahamu zetu na tunazidi kupata vitu vipya. Kwa atatukumbusha vile ambavyo tumekuwa kama tumevisahau kidogo. Kaka vipi hali? Fresh. Mzima. Na umeshine sana mwana. Hakika sana. Kawaida sometime. Shwari sana. Vipi mambo yanaendaje siku hizi? Alhamdulillah, mdogo tunapambana tu, tukiona siku nyingine alhamdulillah. Vizuri sana. Nikianzia hapa, Bido Star mwaka wa 2025 walikuwa ni mtu gani hasa? Mimi niseme kwamba mimi ni kama mimi tu, but mwaka 2025 nilikuwa upcoming artist. Ila sasa hivi nishakuwa artist kabisa yani. Kwa maana hakuna cha upcoming artist, yani hakuna cha uchipukizi. Sasa hivi nimekuwa ni msanii kweli. So ni all the way from upcoming artist, now you are on how? Artist kabisa. Artist. Na sasa hivi tuko mwaka wa 2025, tukiachana na wewe kuwa artist, uliamua kuwa mtu gani hasa zaidi? Mwaka huu ama mwaka jana? Mwaka huu sasa 2026. Niseme mwaka huu sasa hivi nimeamua unajua sometime mwaka jana ulikuwa ni mapambano ilikuwa ni madogo sana. Kufuatana na the way watu ambao nilikuwa napambana nao ilikuwa ni watu ambao kidogo tupo chini, ila sasa hivi kidogo mapambano nakuwa napambana na mimi na wasanii ambao walikuwa ni wamenitangulia. Kwa maana sasa hivi mapambano makubwa na nimejiandaa kivikali sana. Kwa maana mapambano ni tofauti na yale nyingine. Level tofauti yes. Na mwaka 2025 ni mwaka ambao ulikuwa ni mgumu sana kwako kwenye kazi na kwenye maisha ya kawaida pia. Vipi, ni kitu gani hasa ambacho mpaka sasa hivi uwezo ukakisahau katika maisha yako ambacho kilitokea katika maisha yako mwaka 2025? Kupewa tunzo ya upcoming artist. Hiyo ni heshima ambayo nimeweka kwenye akili yangu na sijui kama itakuja kusahau, kwa sababu mimi kwanza muziki na nikapata hiyo tunzo ya upcoming artist ni bonge la tukio kwenye maisha yangu. Unahisi kwamba walikuwa wanakusupport katika kazi yako, kwenye familia yako walikuwa ni watu gani hasa? Mimi niseme kwamba kwa familia yangu wapo ndugu zangu, tuseme ndugu zangu wote tu wao support kusema kweli. Yani mimi sio yule mtu ambaye anafanya kazi ya kusema kwamba wewe fanya tuone ambako utafika. Kweli kuna wanafiki wakosagi, lakini naamini kwamba kwenye familia yangu watu wana support. Yeah. Asante sana. Na kabla tujaenda kwenye refreshment yetu, labda tungezungumzia kidogo kuhusiana na Bam Bam. Nikisema Bam Bam nadhani utakuwa umenielewa nimemaanisha kitu gani vipi, unaweza kutuambia kitu gani kuhusiana na Bam Bam yako? Bam Bam ni ngoma ambayo this time naenda kuiachia, but nafikiri kwamba kama kuna ambaye ananifuatilia kwenye mtandao wa kijamii, sasa hivi nishaachia kionjo cha Bam Bam. Okay. Ukichoka kwa mbele nitakubeba. Chunga usijena cha mwenzio nimependa. Mimi nadhani kwamba itakuwa ni ngoma kali sana, na bila shaka tulivyopita kwenye mitandao yako ya kijamii kule YouTube tuliona kwamba itakuwa out tarehe 22 mwezi huu na ni mwaka huu 2026, na tumeona pia Obio ameweka ngoma yake pia nayo itakuwa out tarehe sijui kama 20 ngapi hivi. Ni kama zimefuatana kidogo hivi. Mnaweza mkatuambia kwamba ni kitu gani hasa ambacho mmekiona hapo baada ya kuziweka kwenye tarehe za kufuatana ngoma zenu nyinyi wawili? Mimi niseme kwamba mimi nimeweka kufuatana na nani yangu peke yangu, kwa sababu kwanza mimi mwenyewe kwanza nimeona kwamba no, this time nitaiachia Monday. Okay. Nitaiachia Monday na maana ni kesho kutwa.
nitachia kwanza audio. Naamini kwamba kazi yangu ni kubwa siku zote. Unajua kila mtu na familia yake. Mimi sisi nikogopa kuachia kazi kisa fulani anataka kuachia kazi. Hapana, na siku zote unajua bro, kila mtu ana mashabiki zake, ana familia yake, ana watu ambao wanamkubali. Kwa mimi nitachia kazi kufuatana na nini? Na mashabiki zangu ambao wananikubali na familia. Naamini kwamba kwenye kazi kuna wengine ambao watakuja ambao ni wapya na zaidi. Naamini kwamba ambacho nimekipika ni kitamu. Uhakika bro. Uhakika wa chakula kuliwa tarehe 22. Uhakika. Yaani kwanza hapo Monday we just okay. Piga kwanza hesabu Monday hapo ni tarehe ngapi? Kama sio 20 hapo kama sijakosea. 20. Asante sana. Turudi sasa kwenye refreshment yetu ambayo tumesema kwamba tutakuwa nayo siku hii ya leo hapa. Tuanzie kwenye nyimbo ya Hatuko Sawa. Nyimbo hii hapa ulitoa ilikuwa ni tarehe 1 ya mwezi June mwaka 2024 na ina like 316 na viewers saizi zipo K3.4. Vipi, unaweza kutupa kionjo kuhusiana na ngoma hilo kama sekunde 5 tu hata sekunde 6? Au sio? Dunia ni ile unayempenda sana ndo anakuliza, ukipambana bure wengi hawataki kukuona ukisifiwa, msaada kipengele, rafiki yako ndo anakusaidia, ndugu sawa na bure, hata ukifanya kizuri kwa wanachukia. Naamini kwamba ndio Hatuko Sawa. Bwana, asante sana. Nadhani ngoma hiyo hapo ilikuwa ni ngoma kali sana na mpaka sasa inatisha sana katika mitandao. Na tulipita kwenye comment section kwenye ngoma hiyo hapo tulimkuta kuna Young G official, nadhani unamfahamu vizuri sana. Amecomment pale ameandika kwamba my uncle Bido umeua sana, so big up sana. Vipi comment kama hiyo hapo ulivyopita, maana tumekuta dot yako ya like pale inaashiria kwamba ulipita na ukasoma, ulivyoiona ulijisikiaje? Mimi niseme kwamba nimejisikia vizuri na nijisikia vizuri sana kwa sababu nasi kwamba hapo ndo nilikuwa bado naanza. Unajua kwenye ile comment kwamba unajua wewe kuanza na kukutana na comment kama na hizo sometimes zinakuwa zina kumotivate. Unajua kuna ile kwamba kumbe ambacho nakifanya kumbe ni kikali, kumbe watu wanakielewa. Kwa maana baada ya kukutana na hiyo comment mimi nijifeel proud sana, nikasema kwamba acha nipambane kwa sababu naamini kwamba mpaka mtu ana take time kuandika comment yake bana umeua. Kwa maana ni kweli ni kazi kubwa. Yeah. Asante sana. Na tukizungumzia ngoma ya pili ni ngoma yako ambayo ulifanya wewe na Nyagomeni Bebero. Ngoma inaenda kwa jina la Nice Couple. Na nadhani ngoma hiyo hapo ilitoka ilikuwa ni tarehe 25 Januari 2025 na sasa hivi ina like 650 na ina views K10. Vipi, unaweza ukatupa kionjo pia kwenye ngoma hiyo? Au sio? Baby mo mwele watakae emawane wengine no, kwako nimefika na chini nitambe peke yako, umeutawala moyo kujenga wengine no, wengine sisi wena. Bwana, shukrani sana. Nadhani vesi ni tamu sana na mshabiki wako anayekufuatilia atakuwa anajisikia vizuri sana anavyozisikia ngoma kama hizo hapo. Nadhani alikuwa anazisahau kidogo na kutokana na hichi unachomfanyia labda anakumbuka na anafurahi pia. Na pia tulipita kwenye comment section kama kawaida yetu tukamkuta Omi Star ameandika kwamba huyu dogo ana sauti ya kwaya kabisa. Vipi comment kama hii hapa ulijisikiaje ulivyoiona pia? Mimi niseme kwamba hiyo pia ni comment nzuri kwa sababu kipande wangu watu wengi wanaamini kwamba ni sauti ya kwaya ni ambayo imetengenezwa sana. Bomba sana kwa sababu siamini kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuwa ana sauti ya kwaya afu asiwe na sauti nzuri kwa sababu siku zote kila mtu ana sauti nzuri, sema sauti yake inatengenezwa. Kwa mimi pia ni feel proud sana nikasema kwamba huku mwanzo nimetoka kuambia kwamba kazi yangu ni nzuri. Kazi yangu ni kubwa, nimeua. Lakini baada ya after hiyo kazi nimekuja kwenye kazi nyingine, wameniambia kwamba yani kwenye ile kazi walichunguza kwanza ubora wa kazi, uandishi, lakini pia kuja kwenye nyingine wanaambia kwamba kumbe kuna sauti ya kwaya. Kidogo ikanifariji sana ya. Shukrani sana. Bwana, asante sana. Tuende kwenye ngoma ya tatu. Ngoma ya tatu inakwenda kwa jina la Tunapendana. Na ngoma hii hapa uliachia ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi Februari mwaka 2025. Saizi ina like 364 na ina viewers K7. Unaweza kutupa kionjo pia kwenye dubwasha kama hilo hapo? Leo nitakuposti ulivyopendeza wako ni tena uje ukomenti tunavyopendana wajue nimekuweka moyoni akutoe na nituane nitabadili na dini sema unataka nini nijue.
Asante sana bwana, unazidi kuua sana. Nadhani burudani zinazidi kutosha na zinazidi kuwa kubwa sana. Kawaida yetu sisi huaga tunatembelea comment section sana na tunasoma sana. Sisi ni wambea kama ilivyo kazi yetu. Hapo kwenye comment section kwenye wimbo huu hapa kuna jamaa fulani hivi anaitwa Julius Zaid. Amecomment hapa, kuna maneno ya Kifaransa na ya Kiingereza kidogo kama sijakosea. Ameandika kwamba toutes mes félicitations my bro, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. So unaweza kutuambia kwamba ulielewa kitu gani hasa hapo na ulijisikiaje baada ya kusoma comment kama hiyo? Hata Kifaransa umekipitia pia. Alisema kwamba toutes mes félicitations my bro, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Semea premier hapo kwenye mwanzo tu. Kweli yani, unajua. Labda nitafsiri kidogo hata kama kishikilia sana Kifaransa, lakini naelewa kwamba toutes mes félicitations amesema kwamba hongera sana au hongera zote mdogo wangu au ndugu yangu, na amesema kwamba ni katika kujaribu ndo mtu huwa anakuja kuweza, kama sijakosea. Sijui mtazamaji hapo kama nimekosea utaniambia kwenye comment section. Kwa hiyo unaweza kutuambiaje kusikia comment hiyo? Niseme kwamba unajua kitambo sana, unajua hiyo comment wenda labda pengine kitambo kipindi ambacho naiandika wenda labda pengine nikawa nimekumbuka. Unajua mambo mengi na mimi kidogo kwenye kichwa changu mara nyingi sana Kiingereza ndogo kinakaa sana zaidi kuliko Kifaransa, si unajua? Lakini niseme kwamba mimi nilifurahi sana pia. Unajua kama nilivyokuambia kwamba mtu akitake time na kuchukua keyboard yake au dashboard yake bana, anakuandikia 1 2 3 unajua nini bro, shukuru Mungu sana bro, kwa sababu kuna wengine ambao wanaonaga bila kucomment. Kwa hiyo niseme kwamba mimi nilifurahi sana pia, nilijipatia moyo kusema kwamba acha niendelee kupambana. Unajua kazi yangu mimi peke yangu hiyo. Kwa nikaendelea kupambana. Nikasema kwamba one day yes. Shukrani zote zimwendee Julius Zaid mahali popote alipo kabisa. Jamani nampenda sana na shout out kwake tu, azidi kunifuatilia. Naamini kwamba this time kama alicomment kwenye kazi tunapendana, naamini kwamba hata kazi zingine atakuwa alicomment. Yes. Bwana asante sana. Na tukienda kwenye ngoma la 4 hapa, ni ngoma yako ambayo ulifanya na Rocky Nation, na ngoma hiyo hapo ilikuwa ni tarehe 22 ni March 2025, na sasa hivi ina like 681 na ina viewers 18k. Unaweza kutuambia kidogo au unaweza kutupa vionjo kidogo kuhusiana na ngoma hii hapa ambayo mliua na Rocky Nation kipindi hiko? Umeniacha mpweke, moyo umeukeleketa, umenifunga kamba, sikutaka upote, kisa sina salio, umenikilio, fanya unirudie, mwenzako tabu nepata kila kukicha, siwezi penda pengine, tabu etepata moyo sina kimbilio. Shukrani sana. Vipi hebu tuongelee kwanza hii ngoma, maana naona umeimba sana na hisia nini. Kuna kitu gani ambacho kimejificha hapo kati? Pengine nyota yangu buto nuru sina, ndo kaona unitendee, wangu umeugawa nusu janja sina, umezidi mawenge, na moyo unatawanya nusu nguvu sina, kikigumu kipengele, kweli ugonjwa mapenzi suguruma, huna kama mbali na wende. Ibana ngoja kwanza. Sasa hizi hapa hii ni ngoma ya 4 tunaiongelea, au sio? Na kuna ngoma 3 juu tumezipita hapo. Unajua kuna uimbaji ambao umeimba huko tofauti na huu ambao umeuperform hapa sasa hivi. Kuna kitu gani ambacho unatuficha? Labda kuna kitu ambacho kilitokea baada ya vitu fulani. Hebu tuambie kidogo. Sio mbaya. Unajua sometime kuna ile kwamba msanii unaweza kaimba kitu kwa kuambia wale ambao labda wameumizwa, lakini kuna muda mwingine msanii unaweza kaimba kitu kwamba kimekuhappen kabisa. Mimi kweli kwenye nyimbo mimi nilimba kweli, yani nilikuwa nimemaanisha kusema kweli, na ndio maana kidogo nilimba kwa hisia kubwa sana, kwa sababu nilikuwa naimba kitu ambacho kilinitokea. Sasa hivi tushapenda, sasa hivi mpaka na mwili umekuja, tunalelewa sasa hizi unyama. Forget it tatu. Bwana asante sana. Na katika ngoma hii hapa kama kawaida yetu na kama ilivyo ada, sisi hatukosi kupitia kwenye comment section. Tulipitia pale tukazikagua na tukakuta kwamba Rocky Nation alikuwa ni wa kwanza pia kucomment, akaandika kwamba we killed. Ni ya Kiingereza hiyo, ameandika kwamba we killed. Mimi sijui kwa Kiswahili inamaanisha nini, so unaweza kutuambia kwamba inamaanisha nini na wewe ulijisikiaje baada ya kuona comment kama hiyo kutoka kwa mtu ambaye mmefanya naye kazi na akacomment kitu kama hicho? Mimi nasema kwamba unajua sometime mara nyingi sana kuna ambao sio kila mtu ambaye umefanya naye kazi
alafu akapata nafasi ya kusema kwamba a comment, kwa sababu kuna wengine wanaamini kwamba akipokea pesa yako brandi fresh kila kitu kimeisha, no comment no nini. Kwa hiyo we killed, na nafikiri nikwambia kwamba mimi kwenye Kifaransa kidogo sio sana, lakini kwenye Kiingereza afadhali. We killed ni kwamba tumeua. Yaani tumeua kabisa. Yaani kwenye ile kazi ambayo tumefanya tumeua. Bwana, shukrani sana. Hebu tuende kwenye ngoma ya 5, na hii hapa ni ngoma ambayo uliifanya wewe ukishirikiana na Dogo Zuu ambayo inakwenda kwa jina la Yamenizidi. Na ngoma hiyo hapo mlitoa ilikuwa ni tarehe 16 ya mwezi April mwaka wa 2025. Sasa hivi ina like K3 na ina viewers 201K. Unaweza kutupa kionjo kidogo cha verse ambazo uliziua au tuseme ulichinja kwenye ngoma ile pale? Au sio? Ombe wanewanja kama na ma shikentende bile. Ombe wanewanja kama na tata shikentende bile. Olo ondolo benta pigana bawite na batende jamani. Nimekuelewa vyote papa, siwezi penda pengine. Bwana, shukrani sana na naona ni bonge la verse kabisa, limebeba ujumbe mkubwa na ujumbe wenye maana kubwa sana kwenye mambo ya mapenzi. Na pia tulipitia kwenye comment section tukakuta tena Rock Nation ni yule ambaye ametoka kucomment ngoma yenu ambayo mlifanya naye, akapitia tena kwenye ngoma yako ambayo umeifanya collab na Dogo Zuu, pia akasema kwamba kideo ni kikali sana, na big up sana au shout out sana kwa director Tolo Pro kwa kazi aliyoifanya. Vipi comment kama hiyo hapo ulivyoiona wewe na ukaisoma pia, ulijisikiaje? Kwanza niseme kwamba director Tolo ni mtu ambaye kwanza kwenye ile video niseme kwamba alinipendelea sana, kwa sababu ni kazi ambayo mimi mwenyewe kwanza nilijitoaga sana. Mimi kwenye kazi zangu zote ambazo nishagazifanya, kazi ambayo iliingiza kwenye gharama kubwa sana ni Yamenizidi. Ni kazi ambayo nilitoa pesa nyingi, pia ni kazi ambayo ilikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo niseme kwamba hiyo video nijisikia faraja sana, kwa sababu mpaka mtu aje kumpongeza director kwamba video yangu ni kali, kwa sababu asingempongeza director kama video ingekuwa ni mbovu. Na mimi uhitaji wa kitu changu kiwe kibora, na maana akimpongeza director ina maana ndio mimi kazi yangu hiyo. Kwa hiyo nilifeel proud sana, nikasema kwamba kweli director kaniwia sana. Kitu kama na hicho. Asante sana na tukielekea kwenye ngoma ya 6, ni ngoma yako ambayo uliifanya mwenyewe, hujashirikiana na mtu yeyote yule pale. Ni ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Mwache. Mwache sasa hivi niseme ilitoka tarehe 25, ilikuwa ni Oktoba 2025 na ni mwaka jana pia. Na sasa hivi na like 505 na viewers K5.8. Unaweza kutupa kionjo kidogo kabla tujaendelea kutokana au kulingana na mziki huo au ngoma hiyo hapo ambayo tunaizungumzia kidogo? Kwanza hiyo ngoma sawa ilikuwa ni mapiano fulani hivi ambao brother ukisikia hivi big vibe sana. Zina pesa ila na madem kibao madangani achie. Amisa Mubeto ex wangu wada alinifanya nilie, ila nipo single sina shaka, pombe rafiki mimi niko likizo sina mashaka, pombe naachia nyie. Zigizo Mwache huyo kachatenda kitu kama na hicho brother. Bwana, shukrani sana mwanangu, shukrani sana. Tunazidi kukuletea maunyama utamu sana. Nadhani unazidi kuenjoy mtazamaji. Bwana, kama kawaida yetu sisi tukosaji kupitia kule nilipokuambia umbea wetu ule mwanetu. Tulipitia tena kwenye ngoma hii hapo kwenye comment section tukakuta tena Rock yule ambaye tunamzungumzia mwanetu amecomment tena, amesema kwamba I appreciate it. Na pia kuna Afande Piano naye alicomment kwa kutumia emoji za moto. Kuna hao wawili ambao wamecomment. Vipi baada ya kuona comment ya Rock Nation na Afande Piano kwenye ngoma yako ulijisikiaje? Maana sasa hizo ni ngoma kama 3 zimefuatana, anazidi kutoa tu comment zake Rock Nation. Niseme kwamba brother ni mtu ambaye anaelewa muziki na ni mtu ambaye ana sikio sana la kusikia ngoma. Niseme kwamba sio mnafiki. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kawa anajua kwamba hiki ni kikali lakini akabania comment. Ila amona mwambia comment lakini akawa hiyo tunaita nini? Ni ubinafsi au tuseme ni upuuzi? Unajua sometimes kwa mtu mwingine anafikia pengine kucomment kwenye post ya mtu kwamba anajishia brandi. Unajua hivyo, lakini wapo watu kama na hao. Lakini sasa brother ni mtu ambaye hata ukweli aongee, kwa sababu ni mtu ambaye anasikia la muziki, kwa alikuwa anasikia, anajua kwamba tu hapa anasikia kitu gani. Unasikia kwa alikuwa aachi, kwa sababu unajua anaamini kwamba comment yake kwangu mimi ni nini? Ni imani kubwa. Kwa hiyo yule pale ni blaza, kwa anaamini kwamba akinikommentia mimi mdogo wake kuna kitu nitakiongeza zaidi. Unasikia?
Kwa pia afande piano comment mimi nipenda sana kwa sababu naamini kwamba naye alisikia kigongo beat kali akapima kudance. Oya wewe. Kali sana. Shukrani sana. Na nadhani maneno unayoongea ni maneno mazuri sana na yenye maana. Nadhani mpaka sasa hata kina Diamond Platinum ni watu wenye brand kubwa, lakini wana comment kwenye vitu vya watu wa kawaida, tena wa hadhi ya chini sana. Wanazidi kuwatolea hata comment za kuwapush na kuwapa moyo pia. Bwana, tuko huko sana. Tuendelee na mambo yetu na tuendelee na refreshment yetu. Tuzungumzie ngoma ya 7 ambayo tumeiandaa siku ya leo, ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Sio Sawa. Sio Sawa uliacha ilikuwa ni tarehe 26 mwezi Juli 2025 na sasa hivi ina like 361 na ina viewers K4.2. Kabla tuja proceed kidogo au kuendelea na mengine, ungetupa kionjo kidogo ili tuendelee kusonga mbele zaidi. Kwanza niseme kwamba niende kwanza kuelewesha kwanza watu. Unajua sometimes kuna watu wengine kusikia kwamba sio sawa ilikuwaje. Hiyo sio sawa ni acoustic. Okay. Pengine nyota yangu butu kauna unitende wangu umeugawa nusu nusu. Okay. Yamezidi mawenge na moyo wangu mwepesi hiki kigumu kipengele. Kweli ugonjwa mapenzi suguruma huna mwenzangu we, najiuliza wapi likosea. My boo, kama kukupenda lipotea. Hani, ama kweli unanionea wewe. Si bora basi usije ukalia maneno, tusije ukalia maana naona unavyoelekea. Yaani kama hisia zinazidi kupanda sana, usije ukamliza hata mtazamaji wetu pale. Bwana, hizo nyimbo nadhani unaziachia ni kwa hisia kali sana. Hivi ni kitu gani hasa ambacho unatuficha? Maana ni kama kuna vitu fulani hivi unavipitia kwenye maisha hutaki kuvisema kwenye social media zetu. Kama nilivyokuambia sometime, unajua maisha sasa hivi yana siri kubwa ndugu yangu. Yaani usimwone mtu anachekelea mtandaoni, oya mambo vipi? Oya nimedrip blaza, maisha yana siri kubwa sana. Kuna watu ambao wanapitia mambo makubwa sana ambao ni kwenye maisha kawaida, lakini mtandaoni anaficha tu. Unamwona anatabasamu, ana use nyimbo ya amso wapi tu blaza. Ana changamoto kubwa. Baada tu challenge ile papa anaanza changamoto, jamani kumbe na changamoto. Unajua mtu kama bado ana shoot blaza, sometimes aweza akakumbuka kwamba mimi na changamoto gani. Unajua akili mawazo ziko kwenye challenge. Ila kuna watu ambao baada tu kushoot anakumbuka na changamoto. Blaza, maisha yana siri kubwa sana tu. Tuone tu hivi blaza. Kweli nakwambia. Napitia mengi sana makubwa. Bana, shukrani sana. Mimi nadhani kama nilivyokuambia ninavyozidi kukuambia na nitazidi kukuambia pia. Tukosaji kupitia kule tunapozungumzia kila mara kwenye comment section. Baada ya kuachia nyimbo hiyo hapo, ni nyimbo ambayo imegusa sana mioyo ya watu na hata wewe pia ilikuumiza kipindi ambacho unaiandaa, kwa sababu ni nyimbo ambayo ina maana kubwa kwako na kwa mfuatiliaji ambaye anakufuatilia pia. Kuna mshabiki wako au niseme mmoja kati ya washabiki wako ambaye alikuwa ni wa kwanza pia kucomment, alicomment kwa kutumia emoji za kulia kana kwamba aligusa sana na kile ambacho ulimwandalia. Vipi? Comment kama hiyo hapo ulivyoiona wewe ulijisikiaje Bido Star? Niseme kwamba nilijisikia kwamba ambacho nimekiandaa kinesia kali. Unajua kuna kwamba uwezi ukaimba nyimbo ambayo ni ya kuuliza mtu, ni nyimbo ambayo ni ya huzuni, afu uje kuona kwamba mtu amecomment amecheka au amefurahi. Sometimes unaweza kuona kwamba kweli ambacho umekiandaa sio, lakini ile comment ni maana kwamba kimemgusa sana. Ina maana labda pengine ile nyimbo ilimkuta, kumbe ilitokea yale ambayo niliaimba kule, pengine nyota yangu butu ndo kaona unitende. Ina maana kwamba hata yeye pia anaona kwamba labda nyota yangu butu ndo maana yule mwanamke kaniacha. Kwamba ni kama vitu vimempikia na yeye kwenye moyo wake. Kitu kama ndo maana amecomment hii moja ya kulia. Kwamba hata nguvu za kusema kwamba acomment imenitokea moja, ina maana ameona kwamba mbona basi ni comment hata kulia basi. Asante sana. Bana, tuelekee kwenye ngoma ya 8 ambayo ni ngoma yako ulifanya binafsi, hujashirikisha mtu yeyote yule. Inakwenda kwa jina la Iwane. Iwane uliachia ilikuwa ni tarehe 11 Disemba 2025 na sasa hivi ina like K1 na pia ina viewers K27.
Ngoma hiyo hapo nadhani ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambazo zimependwa sana na zinazidi kupendwa na mashabiki zako, so labda wanazidi kuimisi sana, unaweza kawapa kionjo kidogo. Sio. Penzi lake tamu ananipatia, yani raha kupendwa mno, mkataa mnajutia, baby twape dozi yao, nikimkataa ataumia, wala hazoei kutendwa, kwake kama maji nimetulia, taarifa ifike kwao. Yonesha Utoto. asante sana. Bwana, hizi ni moja kati ya nyimbo ambazo zinawagusa sana mashabiki zako. Kawaida yetu sisi ni kupitia kule hatukosaji kupitia Comment section, si ndio? kwenye comment section ndio. Na hii ni moja kati ya video ambazo zinazidi kufanya vizuri sana, na mpaka sasa ni video ambayo inaongoza kwenye video zako zote. Haijashindwa na video yote ile. Ni ya kwanza kuwa na emoji nyingi za makopa na emoji za moto. Mara nyingi sana watu huwa hawacomment sana kwenye maandishi nini, wanatumia tu zile emoji za kuonyesha kwamba wanakupenda sana, na video ni kali kutumia emoji za moto. Vipi ukipitia kwenye zile comment zako ukaziangalia zilivyo zile emoji nini, unajisikiaje wewe? Brother, unajua sometimes kuna ile kwamba mtu, yani mtu paka anakuwa anaishwa akicomment umeua, kwamba anaona kwamba anarudia maneno bro. Unasikia? Kwa anakuwa anatafuta basi kitu cha kitofauti. Unajua mtu akionyesha hata comment ya emoji ya fire bro. Okay. Brother, anaona kwamba moto, yani akiandika moto unaona kwamba kawaida zero. Kuna maana emoji bro, ina maana kwamba emoji comment emoji brother, sio kila comment emoji kwamba uzalao. Kuna mtu mwingine kwamba yani kwamba imemfika mpaka anashindwa juu a comment kitu gani brother. Akicomment umetisha na kwamba yuko kwenye moyo wake, ni kama yani haja comment umetisha ambayo imetoka moyoni. Aoneshe ishara moto kweli brother. Bwana, shukrani sana. Twende kuimalizia ngoma ya mwisho kabisa ambayo ilikuwa ni funga mwaka kama sijakosea. Ni hii hapa ngoma yako featuring Stasha OG. Nadhani ilikuwa ni ya mwaka huu kama sijakosea, My Career. Makaria imetoka, ilikuwa ni tarehe 7 Februari ni 2026 kama sijakosea. Na mpaka sasa hizi inaongoza kwa like 1.3k na sasa hivi ina viewers 26k. Unaweza kutupa kionjo kidogo afu tumalizie kwa kuongea mambo mengine pia. You so beautiful, so fine. You said that you go give me. Shona, I wanna make you my desire. Just tell me baby what you wanna. Yeah. Hapo sasa. Kokomiso ni kasoro. Walokuwa chata basha ipata. Purukushani kwenye kuturu. We mtoto mama utanimaliza. Hapo unakuwa mtu anambia baby spendi migogoro. Nachotaka mapenzi kupempeleza. Sasa kwenye hii nyimbo hapa kuna verse fulani hivi Stasha aliimba kibembe pale, akasema kwamba nadhani unaikumbuka ile aliimbaje pale? Botenda bochoka. Hilo neno hapo vipi? Hilo neno vipi aliliandikaje hilo neno na ilikuwaje mpaka tukalisikia analiimba Stasha? Maana tukufikiria kama anaweza kufanya kitu kama hicho kwenye ngoma. Niseme kwamba unajua baada mimi kubaki kwamba obehiwa newanjaka you my career, unasikia mwanama akasema kwamba bana mimi nataka mimi nitafute neno ambayo itakuwa ni akibembe ambayo wewe ndani kidogo na maneno yako kweli kabisa. Nikamwambia kwamba mimi kwenye Kirundi najua maneno mengi, najua nakukunda najua wagendalia sio na nini. Nikamwambia basi wewe na wewe hujui neno yote kwenye kibembe. Akasema hata mimi pia kidogo japo sio sana, ila nadhani nikajua, unasikia. Akasema kwamba unajua kwenye mapenzi nataka nitafute neno ambao kama vile watasema watachoka. Ngasema basi tafuta. Akaanza hapo kuungaunga botenda bochoka. Ngasema pambana bana. Ndo kwambia imba basi kidogo. Akaanza botenda bochoka. Sasa the way alipokuwa anaimba mwanzo, kwambia hapana, yani imbe kama yani kama kibembe kabisa cha ukweli. Akarudi. Unaona kwamba mpaka aje aipatie alirudia mara ngapi? Alikawa ni mara 3 mara 4 hivi. Kwamba alikuwa anayekubali sana. Na basi kama unaona kama inakusumbua basi ungeacha. Akasema hapana, mimi nitaweza tu. Maana hii ndo nimefeel kabisa hii. Akasema basi sio mbaya.
akapiga pale mwana tata. Shukrani sana. Bana, nadhani hii ni moja kati ya collab ambayo umefanya na mabinti ambao wanatuongoza kwenye nyimbo za hapa kambini, na sijui kama itakuwa ni nyimbo ya ngapi wewe kufanya collab na mwanamke kwenye nyimbo yako. Na mpaka sasa kwenye comment watu wanazidi kucomment sana na wanazidi kusema kwamba ni nyimbo nzuri na inapendwa sana. Wewe unahisi kwamba kati ya wale ambao kufanya nao mabinti wa hapa kambini kwenye collaboration zako, ni yupi ambaye ashai kufanya vizuri na akaua sana kwenye muziki wako? Mimi niseme kwamba watu wanafanya vizuri kufuatana na idea ambazo mimi nawapatia. Yamenizidi Zuu aliua sana. Aliua sana tu mpaka nikapenda, lakini nikasema kwamba unajua kwenye collab bro, ukiona kwamba mimi nataka niombe wasanii, ukiona kwamba unamshirikisha msanii mwenzio, umeona kwamba amefanya kitu ambacho haujalizika, unasikia blaza hata Mbosso na nani na Mario kuna kazi ambayo ulikuwa unaiandaa, lakini baada ya hapo Mbosso alikuwa anafanyia kama vile collab na Mario, lakini alikuwa anafanya haweza akaamua kusema kwamba mimi kazi tayari nimemaliza kabla ya kumsikilizisha. Oya Mario, mimi tayari kazi yako nimeshamaliza, sikia hiyo. Ukilizia sawa tunapita nayo, unasikia, na kama ukulizia basi niambie, mimi nitatafuta mambo mengine. Kwa collab itadidi kufanya collab na unalizika, unajua kwamba kweli ambacho amekifanya sawa nimelizika. Hapana kufanya collab mtu uje kuniambia utumbo blaza, alafu mimi nilizike. Mimi nimeua afu unakuja kuniambia utumbo, mimi sikubali kusema kweli. Hapana, kwa wote waliuaga, Michael pia Stash aliua. Kwa hiyo niseme kwamba ni watu ambao nikitagi mtu collab, najua kwamba huyu hapa atafix kwenye idea yangu. Asante sana. Na nadhani Michael mpaka sasa ni nyimbo ambayo inaongoza kwa kuwa na comment nyingi, hususan kwenye nyimbo zako zote. Ni nyimbo ambayo inashikilia na nafasi ya kwanza kwenye swala la kuwa na comment nyingi sana. Wewe unahisi kwamba ni ipi siri? Kwanza niseme kwamba unajua hapo kwanza ni watu walikuwa hawategemei, lakini pia kama walikuwa hawategemei pia ni nyimbo ambayo wamekutana ni mafundi wawili. Ya lazima kwamba kuna ile kwamba lazima watu wake. Kwa hiyo maana nasema kwamba watu wa Stasha sio wagumu kutoa comment. Lakini pia lakini pia watu wangu, the way unapofanya kazi ndivyo unazidi kuleta mashabiki wengi. Kwa maana hiyo lazima, kwa sababu sometime nilikuwa nikifanya kazi huku nilikuwa sijapata watu wengi wa kucomment kwenye kazi zangu, lakini the way kazi inavyozidi kwenda ndivyo nitakavyozidi kuwa na mashabiki wengi na kupata comment nyingi. Ushangata kwenye bam ndio ikaja tena kushika namba 1 kwenye comment. Yani hapo usishangaa, kwa sababu ni muda unavyozidi kwenda ndivyo unazidi kuongeza mashabiki. Makini sana bro kwenye kazi, usirusugi kwamba hatua ambao ushaipiga urudishe mguu nyuma. Hapana, bora unapoenda ukisha 10 basi itadi ufikie 11. Uhakika yani. Shukrani sana. Bwana, mimi nadhani tuliyoyafanya yametosha, na kama ni burudani umezitoa za kutosha kwa mashabiki zako na wameenjoy kwa kile ambacho umewapa katika siku ya leo. Vipi, unaweza kuwa na kipi cha kumalizia ili kumaliza interview yetu ya siku ya leo? Mimi niseme kwamba najua kwamba wamependa, lakini pia niombe kitu kimoja tu. Mimi maisha yangu yote ya muziki waga nategemea sana mashabiki zangu ambao mnaniona hapa, na kama ni first time kuniona basi nifuatilie mtandao wa kijamii ni Bido Star all platforms. But niseme kwamba cha kuambia kitu kimoja tu. Bam Bam ni nyimbo ambayo nimeandaa, ni kali na niamini kwamba na kuna ambaye shisikia kwa amependa, kwa sababu mimi bro mimi sije kufanya kazi afu mtu akasema kwamba hii ni bovu. Hapana brother, maana mimi waga nafanya kabla ya kuachia kazi nataka kwanza nifanye utafiti mkubwa, yani nikae nichunguze kwamba hii kazi nikiachia kweli itapokelewaje. Kwa hiyo niseme kwamba mashabiki zangu mimi nawapenda, na Jumatatu ambao ni Monday ambao ni Lendi siku la kwanza jamani, na wataarifu jamani. So nyimbo yangu itakuwa out audio. Nitaanza kwanza na audio kwa kuwapatia nyimbo yenyewe mtu mnasikiliza, afu audio inakuja. Unajua mimi sije kuboa, audio ni kubwa tu, video ni kubwa ambayo nimeiandaa. Kwa hiyo audio kubwa, video kubwa. Kwa hiyo naomba sana support yenu, hata TikTok kwa challenge. Naamini kwamba mtanisupport, na wapenda sana mtanisupport. Hicho tu. Shukrani sana. Bwana, mimi niseme tu kwamba yanatosha hayo ambayo umeyasikia siku ya leo, na kama ilivyo ada umeambiwa kwamba Monday kwa Kiswahili chetu cha hapa kambini tunasema siku ya kwanza wimbo utakuwa uko out na utakwenda kuburudika na wimbo wa Bido Star. Kama ilivyo ada, kama ni mara yako kwanza kupita kwenye miabara yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Mimi ni Tage Sideboy aka Kaplan OG, na hapa ni Drama TV, nyuma ya kamera niko na Nigga Man. Ciao.